ghafla tukaona nyati amepita na silaha. Kwamba ile nyati alivyomlenga Mwita katika kujitetea, yule nyati akawa ameivaa yani ile kamba ya silaha imevaa kwenye shingo ya nyati, akaondoka naye. Sasa alivyoondoka na ile silaha, wote tukawa kama tumetawanyika kupigwa na butwaa hivi, kwa sababu nyati ni mnyama hatari. Kila mtu alikuwa amejificha sehemu yake. Baada kama dakika moja hivi tukarudi pamoja wote. Tumerudi, mwenzetu ana silaha. Kwa cha kwanza kabisa tumpigie afande kumpa taarifa. Bwana afande bwana, nyati kaondoka na silaha. Tulimpigia simu. Afande akauliza, ameondoka na silaha ya serikali au silaha ya kwenu? Yaani swali ambalo wenyewe sababu tulimweka loudspeaker, swali ambalo tukawa tunashindwa kukosa majibu. Akarudia tena na wauliza, nyati ameondoka na silaha yenu binafsi au silaha ya serikali? Tukamwambia afande yeye ameondoka na silaha ya serikali. Akasema basi msirudi kambini bila hiyo silaha. Akakata simu. Sasa tukaanza kushauriana pale tunafanyaje. Kwamba nyati kishaondoka na silaha na hatujui ameelekea wapi. Kwa hiyo tuchokifanya cha kwanza tukazima simu wote. Baada ya kuzima simu tukafanya kikao cha dharura. Kwa bado jamaa wetu tumtafute. Tunamtafuteje? Ikabidi tumtafute park ranger mwingine ambaye yeye ni mtaalamu wa wanyama. Anaitwa Dr. Wambura. Yeye ana bunduki zile za usingizi zile. Kwa tukamtafuta Wambura tukampata. Tukaingia polini, nakumbuka ilikuwa kama saa 5 usiku hivi. Kwa mguu. Tulitembea hadi asubuhi, saa 12 asubuhi. Kama na nusu hivi. Ndio tumekutana na yule nyati amekuwa mpumzika mahali. Na ile silaha nayo shingoni. Kwa Dr. Wambura alitumia utaalamu wake wa kumdati, yani kumchoma sindano ya usingizi. Tukaenda tukavua ile silaha. Paka saa 1:30 hivi tukamsubiria amke, akawa ameshaamka nyati, amekaa vizuri kabisa. Sisi tukarudi kambini na silaha kwenda sasa kwa afande kumueleza nini kilitokea. Lakini afande akatuambia bana, mnisamee sana kwa sababu kwanza sikuamini kwamba nyati anaanza kuondoka na silaha. Ndio maana niliuliza vile ni silaha serikali au yenu binafsi. Kwa sababu sikuamini mnachoniambia kabisa. Nyati aondokeje na silaha. Lakini kwenye hili pia hata mimi nimejifunza. Yaani afande anatuambia hata yeye pia amejifunza kwa ile tukio kwamba nyati sio kiumbe cha kuchezea. Kwa hiyo ndio moja tukio ambalo mimi katika maisha yangu ya kulinda hawa wanyama nilipojifunza kwamba nyati ni mnyama hatari sana.